jukumu muhimu sana la PPP, na mimi nazungumzia mambo matatu. Ya kwanza ni kwamba zile sekta muhimu za kimkakati za nchi yetu zimilikiwe na Watanzania wenyewe. Sasa Watanzania sio lazima serikali. Inapokuwa Watanzania hawana uwezo kama private sector, basi ndio hivyo unaungana na serikali. Na kweli kwa jambo kubwa kama hili, labda si vizuri ukachukua watu watatu wao sasa ndio wakamiliki hizo. Lakini unasema kama mfano tumetoa mfano wa benki mbili ambazo mtu aweze kukataa. Kama inawezekana hiyo, na ni muhimu iwe hivyo, mimi nadhani ni muhimu sekta hii iwezeshwe kupitia PPP. Mwenyewe umeeleza vizuri aina ya contract hizo. Hawana uwezo. Kwenye benki ilikuwa nasema hivyo hivyo, tumetoka wapi? Hao wanaoendesha NMB sasa hivi, CRDB toka ilikotoka mpaka NMB mpaka iliko sasa hivi, si wa Tanzania. Ilivyowezekana kuwajenga uwezo wale, mimi naamini nataka sekta hii muhimu ya uchukuzi utaweza. Ya pili, mimi nataka kuzungumzia swala la, naomba mkuu, local content. Manengi sana nasikia wanasema local content. Local content, local content. Mimi nasema sawa, lakini siwige swala la Kiingereza changu cha Kinyamwezi. Local content, unazungumzia content, unazungumzia vitu. Services, supplies, sijui nini, vitu. Safi kabisa. Lakini nafikiri kuna la muhimu pia, local participation. Hakuna vitu vinafanya participation. Hii wanafanya watu. Watu kwa maana mtu binafsi, ina maana kupitia taasisi, legal person, natural person. Kuwe na local joint venture structures. Kwamba kwenye kitu kama miradi mikubwa, mimi nasema ya kimkakati, yenye maslahi ya taifa, anayekuja yule mwekezaji, moja mashati kabisa anaambia bwana, 30% ya mradi ama kampuni taka lazima iwe ni wa Tanzania, au ni 40, tutajua wenyewe kwa kuangalia kila mradi. Lazima wewe wa Tanzania wana pesa, pengine tuambia hata wala hawana. Ila wewe initially ile equity utatoa wewe. Hilo mheshimiwa, mimi nilishuhudia Qatar. Niko naambia hivyo. Wanaambia hapana, you will go and borrow the equity. Italipo kutoka wapi? Kwenye biashara hii. Kwa sababu vyote ambavyo huu mradi utalipa ni rasilimali yetu hii ndio inalipa. Ndio nasema watu ni wajanja tu, kwa sababu wao wala hawaji hapa kama hakuna faida. Lazima wamekwishaona faida, na faida inapatikana hapa. Mimi nadhani sisi kujua tu wao wanapokuja hapa wamefuata nini. Wamefuata soko, sisi tumewapa soko. Kwa hiyo pesa ziko sokoni hapa. Waondoke na zote? Hapana. Tufaidi, wafaidi. Sasa wanaleta nini? Hiyo tutazungumza. Ndio nasema hata mnawekea masharti. Sasa naambia sasa lazima kuna technology transfer. Mwaka ule nilipokwenda, nakumbuka 2012, nilipokwenda Dubai na Qatar, mimi nimetembelea DP World, nimekuta top management ile wakubwa kabisa. Kuna Mwarabu, kuna mzungu. Wazungu watu very experienced, lakini amewekewa na kijana mmoja ya masharti ya kazi yake, lazima amtrain huyu. Nadhani leo nikirudi utakuta wale vijana sasa hivi ndo wanaendesha. Kwa hiyo wametumia PPP na rasilimali yao kufikia malengo yao.